Naitwa Amza Stories. Mimi ni mwandishi wa simulizi mbalimbali. Simulizi za mapenzi, uchawi na ujasusi. Leo nakuletea simulizi nzuri, simulizi inayoitwa Pumzi ya Mwisho. Ni simulizi itakayokufundisha vitu vingi sana kuhusiana na maisha. Simulizi ya mapenzi yenye kisa cha kusisimua kweli kweli. Unaweza kunipata WhatsApp kwa namba 076 55 55 641 na Instagram unaweza kaandika tu Amza Stories ukanipata hapo. Facebook pia natumia jina hilo hilo. Wacha tuianze simulizi yetu. Sehemu ya kwanza. Simulizi inaanza mvua ilikuwa ikinyesha. Moyo wangu ulijaa na tabasamu kubwa sana. Nilijinyoosha ili kuanza siku mpya ambayo ilianza kwa hali ya hewa kuwa nzuri yenye ubaridi. Niliposhika simu yangu niliona picha ya mwanaume niliyempenda sana. Niliiweka kwenye kioo cha simu yangu. Alikuwa akiitwa Moses. Alikuwa ni mwanaume aliyoteka moyo wangu sana. Nilimpenda kwa nguvu zangu zote. Hisia zangu ziliniambia Moses ndiye mume wangu. Tabasamu lilikuwa limejaa usoni pangu. Nilimpigia Moses ili niweze kusikia sauti yake, sauti ambayo ilikuwa ndio tulizo pekee la nafsi yangu. Hello my love. Nilisikia sauti ya Moses ikisema. Basi moyo wangu ulifurahi sana. Wewe msomaji unaweza kuwa shahidi wa hili. Ile furaha unaipata unapoongea na mpenzi wako hasa nyakati za asubuhi. Basi ndiyo ilionivaa wakati huo. Kwanza nilihema kidogo ili niweze kumjibu Moses. Mambo mpenzi, bado hujamka? Nilimuuliza Moses kwa sauti iliyojaa bashasha. Moses alinijibu. Ndio naamka mpenzi wangu. Yaani huwezi amini nimetoka kukuwaza muda huu na wewe ndio unanipigia. Hakika tunaishi dunia yetu iliyojaa huba zito Jacqueline, alisema Moses. Mara zote alikuwa na maneno matamu sana kwangu, kitu ambacho kilinifanya nizidi kuvutiwa naye. Mara mlango wa chumba changu uligongwa. Nilisikia sauti ya mama akiwa ananiita. Samahani Moses, mama ananiita, nilisema. Haya ukimaliza niambie, alisema Moses. Sawa mume wangu mtarajiwa, nilisema, kisha nilimwambia kuwa nampenda sana na kama sitaweza kumsaliti. Mara moja nilikata simu. Nilinyanyuka kitandani na kwenda kuitikia wito wa mama. Shikamoo mama. Nilimsalimia baada ya kuwa nimeshafungua mlango. Nilikuwa nafikicha macho yangu kutokana na mwanga uliokuwa ukimulika macho yangu. Marhaba. Ndio naamka sasa hivi Jacqueline. Umesahau kama leo unatakiwa kwenda kwenye interview? Aliniuliza mama. Oh Mungu wangu. Nilishasahau, ngoja nijiandae mama, nilisema, kisha nilikimbilia bafuni kuoga. Siku hiyo ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Nilipaswa kwenda kwenye interview ya kazi katika kampuni moja ambayo niliomba nafasi miezi michache iliyopita. Mama alinitazama hadi nazama bafuni, kisha aliingia chumbani kwangu na kuanza kukagua vitu vyangu. Aliona kadi za mapenzi ambazo Moses alikuwa akinitumia. Alitikisa kichwa chake kisha aliondoka chumbani kwangu. Asubuhi hiyo hiyo kwenye moja ya jumba la kifahari alikuwepo mtoto wa kitajiri aliyeitwa Osman. Alikuwa mweupe mwenye asili ya Waarabu. Ndiye mmiliki wa kampuni ambayo mimi nilitakiwa kwenda kufanywa usaili kwa ajili ya kazi. Huyu Osman ni mwanaume mwenye maumivu makali ndani ya moyo wake, kwani miezi michache iliyopita aliachwa na mwanamke aliyetarajia kumuoa. Mwanamke huyo aliitwa Zahara. Huyo Zahara alitoroka na kiasi kikubwa cha pesa kisha kwenda nje ya nchi. Alimtumia ujumbe Osman kuwa hamhitaji tena katika maisha yake. Tokea siku hiyo Osman amekuwa ni mwanaume mwenye kutafuta upendo wa kweli. Basi asubuhi hiyo Osman aliondoka kwenye jumba hilo na kuelekea kwenye kampuni ambayo mimi nilikuwa naenda kufanya usaili. Kutokana na mvua kubwa kunyesha kulisababisha foleni kubwa.
iliyoniweka kwa zaidi ya dakika 50. Nilikuwa tayari nimechelewa kwenye usaili. Pembezoni mwangu kulikuwa na gari aina ya Benzi nyeusi. Alionekana huyo Osman akiwa anaangalia sana saa yake. Ilikuwa ndio mara ya kwanza namuona. Jinsi alivyokuwa akihangaika kuangalia saa yake ilinipa moyo kuwa sio mimi tu niliyechelewa kwenye jambo langu, bali tupo wengi. Pasipo kujua huyo ndiye mmiliki wa hiyo kampuni. Nikiwa kwenye daladala, Moses alinipigia akaniuliza niko wapi. Kiukweli jinsi nilivyokurupuka nyumbani sipoweza hata kumwaga kwa naenda kwenye usahili. Ilinibidi nimweleze kuwa nipo kwenye daladala naelekea kwenye usahili ila nimechelewa. Akasema kama ni hivyo basi chukua pikipiki mpenzi wangu, nitakutumia pesa kidogo ulipe, maana hapo utazidi kuchelewa. Alinifanya nitabasamu. Niliona ndiye mwanaume anayenijali kuliko mwanaume yeyote yule duniani. Basi nilishuka. Nilimwona pia Osman naye akishuka kwenye gari. Sote tulitazama upande mmoja, tukaita pikipiki moja ilikuwa karibu. Ilitushangaza sana kuona sote tunamuita bodaboda huyo huyo. Osman alinitazama nami nilimtazama kwa sekunde kadhaa. Kisha alinisogelea sababu yule bodaboda alikuwa akija kwangu. Si unajua tena mwanamke ana nguvu kubwa sana kwa mwanaume. Basi ndivyo ilivyokuwa kwa bodaboda huyo. Samahani dada yangu, naomba usubirie pikipiki nyingine. Mimi nina dharura sana. Kuna watu wananisubiria, alisema Osman. Maneno yake yalinifanya nimuulize, ina maana wewe ndiye mwenye haraka peke yako? Hata mimi nasubiriwa huko ninakoenda. Hivyo wewe ndiye unaipaswa kusubiria nyingine. Nilisema kwa haiba ya kike. Ilikuwa ndio mara ya kwanza namuona Osman. Sikujua kama ndiye mmiliki wa hiyo kampuni. Nilikuwa naenda kwenye usahili. Bodaboda aliingilia kati. Kwani wewe bro unaenda wapi? Na wewe sister unaenda wapi? Aliuliza bodaboda huyo. JM Motors, nilijibu. JM Motors, Osman naye alijibu. Sote tulijikuta tukitaja sehemu moja ambayo ndiyo hiyo kampuni ya uzaji wa magari kutoka Dubai ilipo. Sasa, si unaona mlitaka kunikosesha pesa ya vichwa viwili. Panda sister, huyu jamaa aje kwa nyuma, alisema bodaboda huku manyunyu yakianza tena. Siwezi kwanza, apande yeye, mimi nitakaa nyuma, nilisema. Osman alicheka tu kisha alisema, naitwa Osman Dabi. Alinipatia mkono kwa lengo la kutaka kunifahamu pia, lakini sikutaka mazoea naye kabisa. Sikumpa mkono wangu. Osman alitabasamu tu kisha alipanda kwenye pikipiki, kisha nami nilifuatia. Safari ilianza kuelekea JM Motors. Osman alionekana kuwa mwongeaji kiasi. Niliwasikia wakiongea kuhusu wanawake ila sikutaka kujali sana. Mwendo wa dakika kama 30 tulifika JM Motors, huku mvua ikianza kuchanganya. Niliposhuka tu nilikimbilia kujihifadhi kwenye maegesho ya magari nikiwa natetemeka baridi. Osman alilipa pesa ya pikipiki kisha yule bodaboda aliondoka. Niliangalia simu yangu kuona kama Moses alikuwa amenitumia pesa ya pikipiki kama alivyoniambia, lakini alikuwa bado hajatuma. Osman alisogea akaniambia, nimeshalipa usijali, alisema kisha alitabasamu tu. Kwangu niliona kama amenidharau hivi. Nilifungua pochi yangu nikatoa 5,000 ambayo ndiyo iliyobakia, hiyo ya kurudia nyumbani. Nilimpa Osman. Huwa sipendi vitu vya bure, nilisema kwa hasira. Samahani, sikujua kama ungechukia. Upo hapa kwa ajili ya usahili, aliniuliza. Ukijua itakusaidia nini? Sihitaji mazoea ya kijinga, nilisema kisha nilielekea ambako watu walikuwa wakiingia. Osman alitabasamu tu akiwa ndani ya shati jeupe ambalo lilikuwa limeloa na suruali nyeusi iliyomkaa vizuri, huko mkononi akiwa na ile 5,000 ambayo nilimpatia. Moyo wangu uliniambia kuwa mwanaume huyo alikuwa anamvuta sana, lakini alikuwa na dharau mno. Nilipofika ndani nilielekea mapokezi.
Niliambiwa kuwa bosi anayepaswa kutufanyia usahili bado hajafika. Hivyo nilionyeshwa chumba ambacho watu wanaotakiwa kufanyia usahili walikuwepo. Wakati natembea nilihisi kupoteza kitu. Ndiyo, nilisahau bahasha yenye vyeti vyangu ndani ya ile daladala. Roho iliniuma sana na sikuona umuhimu wa usahili tena. Nilitamani kuondoka, lakini yule mdada alisema, "Ingia chumba hicho, bosi anakuja." Alikuwa kama amenishtua hivi. Haraka nilielekea kwenye chumba hicho bila kugeuka nyuma. Nilijaribu kumtumia ujumbe Moses, lakini hakujibu. Nilimpigia lakini hakupokea simu yangu kabisa. Mpenzi wangu jamani. Nilijiona nina mzigo ndani ya moyo wangu. Nilimpigia mama kumweleza hali halisi. Aliniambia kuwa alibakiwa na pesa hiyo hiyo alionipa, hivyo labda baadaye anaweza akapata kisha akanitumia. Osman alielekea ofisini kwake. Alibadilisha nguo zake huko. Alikuwa ni kijana wa kisasa na mwenye pesa sana. Alikuwa akisimamia miradi mingi ya baba yake Mzee Dhabi aliyeko Dubai. Tulipaswa kusubiria kwa zaidi ya saa nzima. Njaa ilikuwa ikizidi kuniuma. Mdada mmoja aliye jirani yangu aliniambia, "Jinsi ulivyoloa na unasema umesahau vyeti, jiandae kwa maneno ya shombo. Huyo boss ni kijana tu, msafi sana. Alafu mzuri. Huoni zimetangazwa nafasi, wanawake wengi ndio waliojitokeza. Tena wakiwa wamevalia vizuri zaidi yako," alisema kwa sauti ya chini. Nilimjibu, "Sikuja kwenye mashindano ya urembo, nimekuja kutafuta kazi. Kama sitopata nitatafuta kwingine. Siwezi kuwa mtumwa wa umaskini wangu." Nilimjibu. Nilimkata kauli, hakusema tena. Ni kweli alichokuwa amekisema, wasichana walikuwa wakijipodoa. Ili wakiingia huko wakamshawishi huyo bosi ambaye mimi nimetoka kuzozana naye bila kujua. Jina langu lilikuwa la kwanza kuitwa. Niliomba niwe wa mwisho sababu nguo zangu zilikuwa zinavuja maji. Bahati nzuri, mdada aliyekuja kuniita alinielewa. Basi walianza kwenda huko pasipo kurudi hadi pale nilipobakia peke yangu ndani ya chumba hicho. Maneno ya yule mdada yalizidi kujirudia kwenye ufahamu wangu. Kwa kiasi kikubwa alianza kunitisha sana. Basi, zamu yangu ilipofika nilivuta pumzi kwa nguvu ndani, kisha nilizitoa ili kuondoa hali ya uoga ambayo niliona inaanza kuniandama. Nilikuwa kama kichaa hivi sababu nguo bado zilikuwa mbichi. Sikuwa na vyeti vya elimu yangu ya biashara. Nilipiga hatua ndogo ndogo kuelekea kwenye ofisi kwa ajili ya usahili. Nilipoingia nilipigwa na butwaa. Nilimwona Osman akiwa ameinama anaandika jambo. Yule mdada alimwambia Osman, "Bosi, huyu wa mwisho anaitwa Jacqueline. Alitakiwa kuwa wa kwanza ila hakuwa tayari," alisema. Osman hakunyanyua macho yake. Alisema, "Sawa, anaweza akaketi," alisema bila kuniangalia usoni. Nilitamani kuondoka maana kwa jinsi nilivyomjibu vibaya kuanzia kule barabarani hadi tunafika ofisini kwake. Sikufikiria kama atanisikiliza. Basi niliketi hivyo hivyo kama mtu aliyeyavulia nguo maji, sharti yaoge. Nilisubiria kwa sekunde kadhaa. Yule mdada aliondoka. Baada ya Osman alinyanyua kichwa chake. Aliponiona alinitazama kwa kunishangaa kama vile alikuwa hajawahi kuniona. "Karibu," alisema Osman.